Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani kanisa tujifunze mchana leo kwamba muelewe Roho Mtakatifu. Kwa lugha rahisi, Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe ambaye ni nafsi ya tatu katika uungu mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia uungu mtakatifu, ipo hivi. Nasema Mungu ni mmoja lakini amegawanyika katika nafsi kuu tatu kwenye utendaji kazi. Tunasema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika uungu mtakatifu. Mungu ni mmoja lakini Mungu amegawanyika katika nafsi kuu tatu namna kutenda kazi kwa wanadamu. Utanielewa? Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Hapo mimi nilikuwa nahitaji sana ile 26a. Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Nimesema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika uungu mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Na nimesema Mungu, tunaye Mungu mmoja lakini Mungu amegawanyika katika nafsi tatu namna utendaji kazi. Sasa Roho Mtakatifu nasema ni nafsi ya tatu katika uungu mtakatifu. Kipi kinathibitisha kwamba Mungu ni mmoja lakini kuna nafsi kuu tatu katika utendaji kazi? Ni hiki hapa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo hii sura ya kwanza mstari wa 26 unasema akasema na tumfanye mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumfanye mtu. Na tumfanye mtu maana yake hapa si alikuwa ni mtu mmoja anayezungumza. Tunajifunza kwamba kumbe Mungu ni mmoja lakini kuna nafsi kuu tatu zile utendaji kazi. Ndio maana binasema Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Maana kwa lugha rahisi kulikuwa na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ndio maana kwenye hatua ya uumbaji Mungu anawashirikisha kwamba na tumfanye mtu. Na ninasema Mungu amegawanyika katika nafsi kuu tatu namna utendaji kazi. Nafsi ya kwanza nasema ni Mungu Baba. Mungu Baba ambaye tunamsoma kwenye kitabu cha Mwanzo kwamba yeye akatamka vitu vikafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akafanya uumbaji. Lakini baadaye tunakuja kumuona Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo anasema ambaye yeye alikufa kwa ajili ya yetu wanadamu ili tuokolewe. Na baada ya Yesu Kristo kuondoka, Biblia inasema Yesu akasema naondoka, nitawaachia msaidizi, akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu, ndipo mtakuwa mashahidi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, hauwezi kuwa shahidi wa Kristo kama hauna Roho Mtakatifu. Hauwezi ukaishi maisha kumpendeza Mungu kama hauna Roho Mtakatifu. Hauwezi kuwa na msimamo thabiti kwenye wokovu kama hauna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma hata kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza linaanza kusimama na kujengwa baada wale watu kujazwa Roho Mtakatifu. Tunamsoma Petro. Linasema Petro alimkana Yesu mara tatu. Petro kwa sababu hakuwa na Roho Mtakatifu. Lakini Petro baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, linasema Petro anasimama mbele za watu na kunena habari za Mungu kwa ujasiri. Sikiliza, kuna dhambi na kusumbua unatamani kuiacha lakini uache ni kwa sababu hauna Roho Mtakatifu. Kuna maisha unatamani ya kumpendeza Mungu hauwezi kuyaishi ni kwa sababu hauna Roho Mtakatifu. Kuna viwango Mungu amekupa vya huduma au vifikini kwa sababu hauna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasema Roho Mtakatifu anatakiwa kwa mtu? Tutaangalia kazi mbili za Roho Mtakatifu sababu ya muda. Tutajifunza kazi mbili za Roho Mtakatifu. Kama unaandika unaweza kaandika kazi mbili za Roho Mtakatifu. Kazi mbili. Kazi ya kwanza, Roho Mtakatifu anafanya kazi kama maji ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisha kuwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anafanya kazi kama maji ndani mwako. Na kazi ya maji, nasema kazi ya maji ni kuleta uhai. Kazi ya maji ni kuleta uhai. Sasa Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu aliyeokoka anafanya kazi kama maji. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu anafanya kazi kama maji, analeta uhai. Roho Mtakatifu analeta uhai kwenye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu analeta uhai katika ibada. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akiwa ndani mwako analeta uhai katika ibada. Mtu aliye na Roho Mtakatifu aweza kachoka kumwabudu Mungu. Kwa maana rahisi, ukiona unachoka kumwabudu Mungu ujue hauna Roho Mtakatifu ndani mwako. Biblia inasema Mungu alituumba sisi ili tumwabudu. Na Roho Mtakatifu yeye ndiye analeta uhai wa ibada ndani mwetu. Sasa kama wewe unakosa moyo wa ibada, inafika kafika mahali muda wa ibada unakosa moyo wa ibada, ujue una Roho Mtakatifu wa kuleta uhai wa ibada. Lakini Roho Mtakatifu anasema yeye analeta uhai wa huduma. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Roho Mtakatifu analeta uhai katika huduma. Kama kuna jambo Mungu ameliweka ndani mwako,
kama kuna huduma Mungu amekupa, ili hiyo huduma iweze kuwa hai, iweze kufanya kazi, lazima uwe na Roho Mtakatifu aipe uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Natamani muelewe Roho Mtakatifu. Mwelewe Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu analeta uhai. Vitu vya kimungu ndani mwako vinafanyika kuwa hai. Sasa ukiona kuna mahali hauwezi kufanya mambo ya Mungu, unahisi ugumu, ujue hauna Roho Mtakatifu wa kuleta uhai. Kazi ya pili ya Roho Mtakatifu. Kazi ya pili. Nasema kazi ya pili ya Roho Mtakatifu, nasema Roho Mtakatifu ni moto. Roho Mtakatifu ni moto. Roho Mtakatifu ni moto. Kazi ya moto nasema ni kuteketeza. Kazi ya moto ni kuteketeza. Hata moto wa kawaida, kazi ya moto ni kuteketeza. Ndio maana ukiweka mkono kwenye moto au ukiweka kwenye moto kinaungua. Ndivyo ilivyo Roho Mtakatifu. Ni moto. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi ya moto wa Roho Mtakatifu nasema kwanza unateketeza uovu ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kazi ya Roho Mtakatifu inateketeza uovu ndani ya mtu. Ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anateketeza kila uovu ndani mwako. Maana hiyo kama umeona umeokoka, unaweza ukafanya uovu, ukafanya dhambi, maana yake hauna Roho Mtakatifu ndani mwako. Kwa sababu Roho Mtakatifu akiwepo ndani mwako, lazima atateketeza uovu, hauwezi kukaa ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nasema Roho Mtakatifu ni moto kwa sababu anateketeza kila nguvu za giza, anateketeza nguvu za shetani ndani ya mtu. Ndio maana ndio maana watu wanasema, wanashuhudia kwamba ndio maana hata kwenye ulimwengu wa roho wachawi wanasema warokole wanawaka moto, warokole ni wachawi. Sio sisi, ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Umeona kazi ya Roho Mtakatifu? Yaani Roho Mtakatifu akiwa ndani mwako, watu hawakuoni wewe, wanamuona yeye, na wao wanaona moto. Ndio maana kusoma kitabu cha Mtume tunasema zikawakalia ndimi kama ndimi za moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Roho Mtakatifu ni moto. Na ndio maana sema ili mtu uliokoka maisha yako yawe na moto, lazima uwe na Roho Mtakatifu, yeye ndo anakuwa moto. Kama nakumbuka ni siku Jumatano tulijifunza Jumatano. Kuna mjumbe kama uliza swali kwamba nguo inawezekana kuwa na upako nguo. Si unakumbuka ile siku? Tukajifunza kwamba ule upako unaanzia ndani, na anayeleta upako ni Roho Mtakatifu. Ndio maana Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu, huyu mtu kwenye ulimwengu wa roho aonekani yeye tena, anaonekana moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukishafikia viwango vya kuto kuonekana wewe, unaonekana moto kwenye ulimwengu wa roho, wewe hakuna kitu ambacho kizaka kushinda. Kanisa baki kuwa na viwango vya mazoezi kwamba tumezoea Jumapili tunakuja tunakaa. Amina tutatoa sadaka tunatoka. Hatuoni matokeo. Hakuna. Hatuoni matokeo kwa sababu hatujamtaka yeye mwenye kanisa. Yesu Kristo anasema naondoka nitawaachia msaidizi. Kanisa hatuwezi kufanya chochote pasipo Roho Mtakatifu. Na kanisa tukitaka tusitoe ni kanisa la matokeo, lazima Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu akijaza maisha yako kuanzia sasa, hautakuwa mtu wa kawaida. Na moja ya kitu ambacho mimi namuomba Mungu, namwambia Mungu, mimi sitaki kuwa kawaida kwenye kizazi changu. Na moja ya kitu ambacho Mungu amenifundisha pia kwamba kitu kitakachokufanya kuwa usio wa kawaida ni nguvu ya Roho Mtakatifu ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuangalie kwa ufupi faida za Roho Mtakatifu. Tuangalie kwa ufupi faida za Roho Mtakatifu. Kwa nini ni muhimu kanisa tuwe na Roho Mtakatifu? Kwa nini ni muhimu wewe binafsi uwe na Roho Mtakatifu? Jambo la kwanza, nasema Mungu atakupa upendeleo mbele ya watu. Mungu atakupa upendeleo mbele ya watu wengine. Kitabu cha Matendo sura ya 6 mstari wa 5. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 5. Uliyepata naomba nisaidie kusoma. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 5. Ni muhimu kuwa na Roho Mtakatifu kwa sababu Roho Mtakatifu atakupa upendeleo mbele ya watu wengine. Matendo ya Mitume 6:5. Biblia inasema neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo
Prokoro na Nikanori na Timoni na Penina na Nikolao mwongofu wa Antiokia. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume hii sura ya 6 mstari wa 5, tunamsoma hapa watu binasema neno ikawa neno lile likapata kibali. Ukisoma vizuri kianza pale nyuma, baada ya kanisa kuanza kukua, binasema baada ya kanisa kukua likaanza kukua, wakaanza kutaka kupata viongozi, na hapa alikuwa kwenye mpango utaka kupata mashemas. Ikawa neno likapata kibali mbele ya watu, wakawachagua watu waliojaa Roho Mtakatifu miongoni mwao, na moja ya mtu waliyemchagua alikuwa ni Stefano. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa uliokoka ni muhimu kujaa Roho Mtakatifu. Mahali popote unapokuwa, Mungu anakupa kibali cha kusimama mbele ya watu wengine. Biblia inasema kulikuwa na watu wengi, lakini alichaguliwa Stefano na wenzie kwa sababu alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Kuna mtu hapo unafanya kazi kwenye mazingira yote, hauwezi kupata kibali kwa sababu lazima uwe na Roho Mtakatifu ndani mwako. Biblia inasema utawezaje kumteka mwenye nguvu ingali wewe hauna nguvu? Kwamba unawezaje kusimama kwenye ufalme wa mtu mwenye nguvu ikiwa wewe hauna nguvu? Kuna maeneo ambayo sisi tuliokoka hatutakiwi sana kujitetea wala kujieleza. Ni ile tu nguvu ya Roho Mtakatifu ndani mwetu inaamua kipi kifanyike. Ndio maana Yesu kuna wakati anawaambia wanafunzi wake, msifikiri mtakachosema, bali Roho wa Bwana yeye atasema ndani mwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So kanisa moja ya kitu ambacho tunakihitaji sana ni Roho Mtakatifu. Mtu mwenye Roho Mtakatifu mazingira hayakuzuii kwa chochote. Mtu mwenye Roho Mtakatifu hali ya familia haiwezi kuamua juu yako, kwa sababu inasema tumenunuliwa na tumehamishwa, tumewekwa kwenye ufalme mwingine. Tuone jambo lingine, faida nyingine kwa Roho Mtakatifu. Nasema Roho Mtakatifu atakufundisha ni jambo gani jema ufanye na jambo gani usifanye. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 16 mstari wa 6. Nasema Roho Mtakatifu atakufundisha jambo gani ufanye na jambo gani usifanye. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 6. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 6. Biblia inasema ndio wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Amen, inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya Roho Mtakatifu nimesema atakufundisha lipi useme na lipi usiseme. Roho Mtakatifu, ukishakuwa na Roho Mtakatifu ndani mwako, atakufundisha lipi useme na lipi usiseme, na atakufundisha nani umwambie nini na nani usimwambie. Vijana tulijifunza Jumatatu, vijana kama mnakumbuka tulijifunza, mimi nakumbuka tulijifunza kwamba moja ya kitu kitakachokupa thamani ni wewe uwezo wa kutunza mambo yako, yaani uwezo wa kutokusema kila kitu. Yaani moja ya kitu ambacho kitakuongezea thamani maishani, uwe kijana, uwe mtoto, uwe mama, uwe nani, kitu kitakachokuongezea thamani kwenye maisha yako ni uwezo wa kutunza siri za maisha yako. Yaani sio kila kitu cha kumwambia mtu, na sio kila mtu wa kumwambia mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maisha yako si kila mtu anabidi ajue kuhusu wewe, na si kila kitu chako cha kumwambia mtu, au tu Mungu akuongoze umwambie. Yaani kuna wakati Mungu anaweza kukuongoza, labda hili jambo mwambie mtu fulani atakusaidia, unamwambia anakusaidia, ila mambo mengine anakukataza usiseme. Sasa ili uwe na huo uwezo huo uwezo ili uwe na, lazima uwe na Roho Mtakatifu. Biblia inasema wakaongozwa na Roho Mtakatifu wasinene lile neno katika ule mji. Huyu ni Paulo. Paulo alikuwa anahubiri Injili. Kuna mambo mengine ni mambo mema ndio, lakini tunamhitaji Roho Mtakatifu atuongoze. Je, tuseme? Ukisema bila Roho Mtakatifu, kuongoza, hilo jambo linaleta madhara kwenye ulimwengu. Kuna wakati Mungu pia atakwambia Roho Mtakatifu kwamba huyu uambatane naye kwa sababu hii, huyu uambatane naye kwa sababu hii.